Welcome To to the the good good news. news. Welcome to the good news. Sema haleluya, Hallelujah. haleluya. Sema haleluya. Hapo ulipo sema Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Thank you Lord. Karibu sana kwenye good news. Today is the good day the Lord has made for us. We shall rejoice and be glad in it. Siku ya leo ni siku nzuri ambayo Mungu ametupa, tutaifurahia na kuishangilia. Karibu sana tushare neno la Mungu. Karibu, please share the video, please subscribe our channel na also share na mwingine. Kama kuna mtu ambaye unamfahamu unaweza ukashare anayependa habari za Yesu, pia share naye ili tuweze kushare neno la Mungu, tuweze kula chakula cha uzima. Ni neno la Mungu. Hichi kinaitwa chakula cha rohoni. Hichi kinaitwa chakula cha rohoni. Karibu sana, karibu. Mungu akubariki. Anyway, today we're gonna start. Tutaanza. First of all, welcome Dada Lisa. Huyu ni Dada Lisa, namtaga Dada Lisa wakati mwingine. Welcome to share the good news. Amen. 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 I can say hi. Hello. Hello. Okay, so kama una Biblia yako hapo, chukua Biblia yako, fungua katika kitabu cha Wafilipi. So we are going to the book of Philippians chapter 4. Tutaenda kwenye kitabu chetu cha Wafilipi chapter 4. Wafilipi 4 mstari wa 19. Tutaenda kwenye Wafilipi 4 mstari wa 19. Tunaweza tukasoma pamoja, so to confirm the word of God too. But neno hili tunalokwenda kushare lipo katika kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 19 na kwa Kiingereza ni the book of Philippians chapter 4 verse 19. Nitasoma kwa Kiswahili and then Dada Lisa will come over, take over, and I will finish over too. We all go to share the word of God. Mungu akubariki sana. Nitaanza kusoma katika jina la Yesu kama ilivyoandikwa Wafilipi 4 mstari wa 19. Neno linasema hivi: na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Tarudia tena. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. So Dada Lisa naye atatusomea kwa Kiingereza. May you read in English, please? In Jesus' name. And it reads in Jesus' name. Mm-hmm. And my God will meet all your needs Yes. according to the riches of his glory in Christ Jesus. Amen. 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 So can you explain a little bit and I'll finish at the last. Okay. Amen. So basically here, right, this is Apostle Paul, right, in the Word of God, who's telling us that God will supply all our needs, right? And here's a reminder for those who are listening. When you pray, right, there are times where you might make requests before God, right? There's needs that everyone may need, right? And so you may have specific needs. But remember, address God when it comes to your needs. So address him according to your needs, right? And so you might need him to provide for you at that specific season or moment, right? And you must address him to what you need. So you would say, for instance, Jehovah Jireh, I need you to help me with so and so, right? Jehovah Tiskidnu, right? The Lord our righteousness, right? The Lord who will help you when maybe you fell short with God, right? Because we do make mistakes. And so you're like, Lord, may you purify me and make me righteous again, right? And then there's Jehovah Shammah, the Lord who is there. Maybe you might pray to God and say, oh, I'm going to this place, or I'm applying to this place. I need you to show yourself that you're Jehovah Shammah, that you are with me, that you are here, even as I step out to do this thing or to make that decision, right? Yes. And another thing, when you do pray, right? Make sure what you're asking God, it aligns with his will. Because sometimes we may ask him for something and it does not align with the word of God. So yes, God can supply all your needs, but make sure it's in alignment to his
to his Wow. will, right? So for instance, you can't just tell God, hey, I would really like to do something very nice on my birthday, but now you're going to do it in a club. Come on now. The place and area does not glorify the Lord. So whatever you're requesting him to do concerning your birthday, yes, God would love to bless you on your birthday, but look at the environment. Don't go to a place where you know God's presence can't dwell there, you know? So make sure your will matches what you're asking God, matches his will, right? That's why it says his riches, because the riches is his abundance, right? And in his abundance comes his glory, comes his favor. God can do everything for you, but make sure what you're asking him aligns with his will. Amen. Amen. Align with his will. So God can supply all your needs. Yes. All, not one, all your needs. Amen. And also, Holy Spirit is reminding me, he is the omnipotent God. He's omnipotent God. Do you remember that? Yes. He's omnipotent. He got a power. He's the God of power. He can do all things. Yes. He Amen. can do, anaweza kufanya mambo yote. He's omnipotent God. That's what the Holy Spirit is telling me now. That he's the omnipotent God. Tayari nimeshakujibu kwamba Mungu anaweza kufanya mambo makubwa. It's just to stay inside of him. It's just to stay on his will. Ukae katika maadili yake, katika obedience yake, katika kile kitu ambacho Mungu anakuelezea au anakuambia, pia kaa ndani yake na kufanya obedience. But he can do for you. Anaweza kufanya kwako na kwangu. Hii ni message yangu, pia ni message zetu, na pia ni message zako pia, au ni message yako, oh, it's for your family, or for your friends, whatever you are. God can do all things. Hawezi kufanya kitu kimoja, anafanya all things in your life. It's just to stay in his will. Ukae ndani yake na yeye akae ndani yako. Amen. Ukae ndani yake. Holy Spirit just gave to me. Ukae ndani yake na yeye akae ndani yako. I believe we will get another chapter in the Bible, but today we are facing like Philippians 4:19. For Filipi 4:19 anasema anaweza kufanya mambo yote, anaweza kukupa vitu vyote, anaweza kukusaidia vitu vyote, anaweza kukusahihisha. Kwa hakuna kosa ambalo unaweza ukawa nalo pia ndani ya Mungu asiweze kulisahihisha. Kila kitu kwa Mungu is very simple, is very clear. I would say he simplify things. Vitu ambavyo vinaweza vikawa vigumu anaweza kuvifanya kwa rahisi. Anasema hakuna kinachomshinda. Kila kitu kinawezekana kwa purpose aliyokuletea. Amen. Kwa kusudi alilokuletea duniani. Amen. Kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo anasema, and my God, repeat again, read for me. And my God shall supply all your needs according to his riches of his glory in Christ of Jesus Christ. Amen. Kwa hiyo ana uwezo wa kusupply all your needs. Ana uwezo wa kukusaidia. There's nothing is too hard for the Lord. Hakuna kitu ambacho ni kigumu kwa Mungu. Holy Spirit ameniambia kwamba he is omnipotent God. He can do. He's a powerful God. He can do everything. Anaweza kufanya kila kitu. Just kaa ndani yake na yeye akae ndani yako. Kwa sababu anaweza kawa anataka kukaa ndani yako lakini bado hujamkubalia, au bado hujawa reality kwamba into him. Yes, niko ndani ya Yesu, lakini unakuwa bado uko Mkristo wa vuguvugu. Ukiwa Mkristo wa vuguvugu, sometimes it's hard to receive what God wants to give to you. Ni kazi kupokea kitu ambacho Mungu anataka kukupa, especially ukiwa mguu mmoja nje na ukiwa mguu mwingine ndani. Lakini ukiwa miguu yote miwili ndani ya Yesu, kama alivyonikumbusha kwamba yeye akae ndani yako na wewe ukae ndani yake. Kwa hiyo ukiwa both together we work together. Itafanya kazi. Ana uwezo wa kukusaidia na ika works out. Teamwork. In Jesus' name. It's called teamwork. Teamwork. Yes, Teamwork. God love that. Teamwork. He can work with one side. Hawezi kufanya kwa upande mmoja, au hawezi kufanya kwa upande wake yeye tu na wakati anakuhitaji wewe ndani yake. So you have to be into him and you into him. Yani both side. Kwa ukishakuwa sehemu zote mbili kwamba yes, mimi kabisa Yesu yuko ndani yangu. Yes, God is in me.
Yes, you are in God's side. Ukiwa ndani ya God's side, in reality, because he knows us, anatujua the way we are, anatufahamu kushinda the way we know ourselves. So Philippians 4, Wafilipi 4 mstari wa 19, Mungu anaweza kasupply, akakupa kila unachokihitaji. He can supply all your needs. He can do all things. There's nothing he cannot do. He can do. It's just about season and time. Kuna kitu kinaitwa season and time. Also season pia, kama vile dada Lisa ameelezea kwamba what did you say? You say kwamba ana uwezo wa kufanya kwamba season, kwa sababu unaweza ukamuita kwamba ni Jehovah Nisi au Jehovah Rapha au Jehovah Provider. Ana provide, ni wakati wa kuprovide. Kuna wakati wa kuprovide. Kuna wakati wa kumuita yeye ni Jehovah Nisi. Kuna wakati wa kumuita yeye ni Jehovah nini? Tidikeni. Unaweza ukamuita majina Elohim, Eliolam. Ana majina mengi. Pia kuna muda na wakati. Mungu ni muda wa Mungu wa season. Season, I would say, seasonal. Ni Mungu wa season, kwamba unapomuomba huwa anafanya kwa wakati wake na kwa muda wake yeye. Kwa sababu he's the God, he's the creator of this world. God bless you. And my God shall supply all your needs according to his riches and in his glory. Yes. Of his Mungu glory in Christ anaweza Jesus. akasupply, akakupa all your needs. Wafilipi 4 mstari wa 19. Hilo ni neno ametupa yeye mwenyewe, and he allow us to share with you. Ametukubalia to share na nyinyi kwamba Mungu anaweza akasupply all your needs. And na kama unaweza, ukipata utamu wa hili neno, soma the whole Wafilipi 4. Ukisoma Wafilipi 4 yote, utaona jinsi gani anataka ufanye ili wewe aweze kufanya. You pray. He's a key. He's the omnipotent God. Amen. When you were talking, there was a song that came in my head, and it goes, "Who's on the Lord's side? I'm on the Lord's side." Who is on the Lord's side? Go listen to that song by Dunson. Oh, that's Dunson, right? Yeah, that's good. Thank you. Sema hallelujah kama umepokea neno. Piga makofi jamani. Mungu akubariki. Listen, God is an omnipotent God. He can answer your prayer na anaweza kujibu maombi yetu. Anaweza, na sisi pia ametupa hilo neno, na wewe pia tunashare na wewe kwamba neno, na amekubali tushare na nyinyi kwamba he's the God who can answer prayer. Anaweza kujibu maombi yetu. Keep on praying. Stay in him. Trust in him. Muamini Mungu. Oh, Mungu. Trust in him. One of my notes, I remember I wrote down. Trust in him. Muamini Mungu. Believe in him. Muamini. Believe. Trust him. Yani ukiamini utapokea. Yes. Trust in him and believe in him. And then do not have a fear all the time. Just believe in him. God can do it 100%. Mungu anaweza kufanya hata kama hajafanya. Keep on praying. Keep on trusting the Lord. In Jesus' name. He will give to you. He will give to us. In Jesus' name. Amen. Be blessed, people of God. I will see you next time on the right time. Also, usisahau, please subscribe the video or the channel, and also like it and comment it. May God bless you. The word of God. Kumbuka, neno la Mungu ni chakula chetu wote, as the body of Christ. Tunajaza chakula chetu cha rohoni kuwa na nguvu na watu wetu wa ndani kwa ajili ya neno la Mungu. Ndio maana ametupa neno kukaa ndani yake na sisi tukae ndani. Akae ndani yetu na sisi tukae ndani yake. In Jesus' name. Amen. Be blessed, people of God. Share the video.